simama imara. Kwa matatizo uko nayo, amini Bwana. Kwa shida za maisha ndio natusumbua hizi siku, lakini Yesu ni mfalme. Yesu anaweza vyote. Zaidi kujiuliza tutakula nini, tutavaa nini. Hivyo vyote Mungu anajua kama tuna sheria na tunaitaka. Lakini kitu kia lazima tutafute kwanza ufalme wa mbingu. Tunawasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi njema hii tumepata kibali ya kuwa mbele ya Mungu. Inaitwa Pasteur Dismas. Tunafanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecote de Réveil Philadelphia. Neema ya Mungu iwe pamoja nanyi. Kwa siku ya leo tunatamani kuzungumza kwa ajili ya neno la Mungu. Neno la Mungu ndiye chakula chetu cha kiroho. Na wakati kanisa imepungukiwa katika neno la Mungu, shetani amepata njia ya kutupiga. Wakati mtu wa Mungu amepungukiwa kutokuwa na neno la Mungu, udhaifu umeingia. Na wakati udhaifu umeingia, maombi yanakosekana kwako. Na wakati maombi yanakosekana, shetani iko kwepesi kwa kututega mateka. Lakini Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Tutasoma katika kitabu kia Wafalme wa kwanza, sura yake ya 21, mstari wa kwanza mpaka kwa 3. Na kichwa kia neno tutazungumza inasema, Naboti akauawa kwa ajili ya kukataa kupana urizi wa shamba lake. Naboti akauawa kwa ajili ya kukataa kupana urizi wa shamba lake. Neno tutasome nasema hivyo, Ahabu anyanganya Naboti shamba la mizabibu lake. Ikawa baada ya hayo, Naboti Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu ya nyumba ya mfalme Ahabu, mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboti, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nifanye shamba la mboga, maana ni karibu ya nyumba yangu. Nitakupa shamba la mizabibu nzuri zaidi, au ukipenda nitakupa pesa sawa na thamanani yake. Naboti akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali, nikupe wewe urizi wa baba yangu. Neno tunaenda kuzungumuza niyo kati ya mfalme Ahabu na Naboti. Tunasema kama kichwa ya neno inasema, Naboti akauawa kwa ajili ya kukataa kupana urizi wa shamba lake. Shamba lake ilikuwa urizi wake kwa maisha yake yote. Hapa chini ya jua tuna urizi kwa njia mbalimbali, lakini tutasema kwa ajili ya urizi wa kiroho. Sasa siku moja mfalme Ahabu alikuwa katika nyumba, akaondoka kwa kutembea hapo karibu na nyumba yake, akaona hiyo shamba la Naboti. Sasa kwa kuiona akaitamani, akaona kama ni fasi pazuri, akaona kama ni udongo nzuri. Kwa kuitamani kwake akapanga mpango wa kusema kama nitafute mwenye shamba nikaimuuzie, ama nitampa lingine yeye anipe hapo na mimi nipageuze nipande mboga. Ilikuwa wazo ya mfalme hiyo. Sasa wakati alipoonana na Naboti, akamuelezea Naboti hizo shida zake. Ninatamani hii mlima, nitakupa ingine nzuri kushindia hii mlima wako, ama ukitaka pesa nitakupa samanani ya pesa ambayo inaambatana na mlima wako. Naboti alikaa akajiuliza na akachunguza, hii ni urizi wa baba yangu, waliniachia, tuseme hivyo.
Sasa kwa nini siku ya leo mfalme kutamani urithi wangu na kusema kama nimuujishe ama atanipa ingine kushindia hili? Neno hiyo haikufurahisha moyo wa Naboti. Naboti akamwambia mfalme, mstari wa 3, Naboti akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba yangu. Bwana apishe mbali hiyo neno lako. Hakumuogopa kama vile alikuwa mfalme. Bwana aipishe mbali kwa kusema kama nikupe wewe urithi wa baba yangu. Watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, tumefanya kazi ya Mungu, tumeomba Mungu, tumeitwa wa Kristo, tumeitwa watumishi wa Mungu, tumeitwa kama tumeokolewa. Lakini tuna urithi wa Bwana kati ya mioyo yetu, kati ya maisha yetu. Sasa sijue ile urithi wako wewe umechunga namna gani? Sijue ile urithi wako wewe unaichukua namna gani? Lakini Naboti akasema Bwana apishe mbali kwa kusema kama mimi nikupe urithi wa baba yangu. Mfalme hakufurahishwa na neno hiyo. Bwana asifiwe sana. Iko sawa vile akupata jibu nzuri toka kwa Naboti. Kwa hiyo kutokupata jibu nzuri kwake, tunaweza soma tena hapo kwa mstari wa 4 na kushuka chini. Inasema, basi Ahabu akaenda nyumbani mwake ana moyo nzito tena amekasirika kwa sababu maneno alimwambia. Aliambiwa na Naboti, sitakupa urithi wa babu yangu. Akasema sitakupa urithi wa baba zangu. Akaenda mfalme. Wakati alipoenda, hiyo neno Naboti alimwambia ikamuuma moyoni mwake. Wakati alifika nyumbani mwake, akapita kitandani. Na wale walipita kitandani akalala. Biblia inasema hapo akajitupa kitandani, akageuza uso wake, akakataa kula. Moyo wake ukauma. Mke wake Yezebeli akakuja kumuuliza, mfalme iko namna gani? Mbona umefadhaika? Mbona upende kula? Asema nina huzuni sana. Mimi nilienda kuona Naboti, nikatamani ile shamba lake. Nikamwambia kama anipe hiyo shamba nilime mboga, na mimi nitampa shamba lingine nzuri, na kama ametaka pesa nitampa pesa ambaye iko samanani ya hizo mlima wake. Lakini Naboti akaniambia kama hawezi kupana urithi wa wababu wake. Moyo wangu umeuma sana, nimefadhaika sana. Bwana asifiwe. Kuna maisha ya Kikristo, tunapita katika vipindi mbalimbali. Tumejaribiwa majaribu mbalimbali. Watu wa Mungu, msilaumu Mungu, msifadhaike kusema mbona jaribu, mbona vipindi vizito. Hiyo majaribu inaimizi msafiri katika safari ya kwenda mbingu, na inakubidi kuwa macho na kufanya yaliyo mapenzi ya Bwana kila wakati na kila saa. Usipotoke katika sheria za Mungu. Shika sana ulicho nacho, asije kuja mtu atakaye kunyang'anya urithi wako. Naboti akasimama imara kwa kusema kama Bwana apitishe mbali, siwezi kukupa urithi wa shamba la wababu wangu. Sasa Yezebeli akaikaa, akajiona kama yeye ndiye mke mwenye akili, akajiona kama yeye ndiye sujaa, akajiona kama yeye ndiye mwenye kujua maneno. Akamwambia mume wake, sasa sikia nikwambie, Naboti huyu ni mtoto mdogo. Si wewe ndio mfalme, unaongoza nchi. Kwa nini utashindikana na mtu kama Naboti? Wewe amka uje ukale chakula. Mimi nina tendo nitafanya, na hiyo shamba itarudi katika mikono yako. Mfalme anasema, hiyo utafanya namna gani? Asa wewe niachie mimi hiyo ajali na nitayafanya. Hapa chini ajua kuna watu ambao wanasema vile, uniachie mimi hiyo dossier, uniachie mimi kwa kuwa mimi ndiye mwenye akili, kwa kuwa mimi ndiye mwenye uwezo. Lakini unaweza kuwa mwenye akili pasipo kutembea sawa na mapenzi ya Mungu,
akili yako ni bure. Unaweza kuwa mwenye pesa pasipo kuambatana na neno la Mungu, utajiri wako ni bure. Unaweza kumaliza miaka mingi katika wokovu pasipo kuheshimu Mungu, wokovu wako ni bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa baba wa nyumba pasipo kutenda mema kwa jamaa lako, nayo ubaba wako nao hayuna thamani mbele ya Mungu. Wandugu, muache tufanye kazi ya Mungu kwa kweli na haki. Nabothi akakataa kupana urithi wa shamba la babu wake. Hakuogopa kusema kama huko mfalme. Ahabu akavunjika moyo, lakini mke wake Yezebeli akasema, mimi uniachie hiyo jambo, najua kama vile nitayatimiza. Wewe amuka ujisikie amani, uje ukale chakula. Sasa Yezebeli akachukua hiyo jambo gisi aliyesema, tendo aliyafanya ni ya wapi? Akaandika barua kama vile mfalme. Akisha kuandika barua, akakuya katia kashe ya ufalme. Akatia mikono yote, mfalme atie mkono, akasinye. Kisha kusinya, akafunga hiyo barua, akatuma hapo kwa hiyo kijiji ambaye Nabothi alikuwa ameishi. Ameandikia wakuu ambaye wameongoza hiyo kijiji. Na barua imeonekana kama vile mfalme ndiye ameandika, lakini ilikuwa wazo ya mke wa mfalme Ahabu ambaye anaitwa Yezebeli. Mke mbaya, mke ambaye ana mashauri. Sasa wakati alipoandika barua ikaenda hapo, ikafika kwa wakubwa ambao wanaongoza hicho kijiji. Kwa kufika hapo, wandugu, akawaandikia, asema huyu Nabothi mumsingizie neno kusema kama ametukana Mungu, ametukana na mfalme, na mtafute wanaume wawili. Biblia inasema kama wanaume wawili wapumbafu wamsingizie mbele ya watu wote kusema kama huyu Nabothi tulimsikia ametukana Mungu na ametukana mfalme Ahabu. Na hiyo wakati ilikuwa neno ngumu sana kwa mtu wote ambaye ametukana Mungu. Sasa hapana siku sawa vile siku za leo, watu wamechezea jina la Mungu. Watu wamechezea watumishi wa Mungu. Watu wamechezea neno la Mungu. Lakini kama kuna vitu ambaye tunaweza kuogopa, tunapasha kumwogopa Mungu. Tunapasha kuogopa watumishi wa Mungu. Tunapasha kuogopa neno la Mungu. Sasa kulikuwa ile shurti na sheria ya kusema kama mtu wowote ambaye atakayesikilikana kama amemtukana Mungu ama mfalme, sheria ilikuwa kama ni kuuawa tu. Haya, au wakubwa wa hiyo kijiji wakati walipopata hiyo barua toka kwa Yezebeli, waliposoma na ilionekana kama inabidi tutimize yale mfalme amesema. Wakaita watu wote wa mjini, wakaingia nyumbani. Sasa vile fasi mwapa kubwa sale walikuwa nakutania. Haya, wakachagua wale wanaume wawili wajinga ama wapumbafu, kwa kusema kama nyinyi mtainuka kati ya watu na kusema kuhukumu Nabothi, kusema tulimsikia ametukana Mungu, ametukana na mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, maisha ya Kikristo ni kutembea sawa na mapenzi ya Mungu. Maisha ya Kikristo ni kuwa macho, kwa kuwa aweze kujua kama jaribu yako itatoka wapi. Na jaribu ikikufikia, heri uwe katika haki na uonekane kuwa mwaminifu. Haya, Nabothi alisikia tu anakuja kumchukua, akaenda hapo. Na wakati alifika hapo, akujua jambo liko nini, akujua, alikuwa anajiona kama sina kosa na mtu. Lakini wakati alipofika hapo, neno wakuu wa kijiji wakasema, tunawaita hapa kwa kuwa kuna jambo ambaye tulisikia isiyokuwa vizuri katika kijiji chetu, na wenyewe watatufasiria hiyo jambo ni hao wanaume kuna wanaume wawili ambaye watatuambia hiyo jambo. Sasa hao wanaume wawili wapumbafu wakisimama, akisema hakuna kingine tunanuitia na hakuna kingine tutanuambia. Mumejua kama sheria ya nchi iko hivyo. Tulipata kusikia neno huyu ndugu ambaye anaitwa Nabothi amesimama iko ametukana Mungu na kutukana mfalme Ahabu. Kwa masikio yetu tuliyasikia. Na ndio tunanualika hapo leo kwa kunueleza hiyo habari za Nabothi. Nabothi alistuka. Neno imetokea wapi? Wandugu, muda gani? Siku gani? Saa gani? Ulimi wangu mulisikie mesema kama ulitukana Mungu na mfalme? Sasa walikuwa wamekwisha kupanga mpango. Nabothi akashindwa.
kaonekana kama iko mwenye dhambi, kaonekana kama alitukana Mungu na mfalme. Naboti aliakana na neno lake lote, kwa hali yake yote, akasema hiyo jambo sijue siku, sijue muda. Lakini walimhukumu kwa kusema kama gisi ulitukana Mungu pamoja na mfalme, unahukumiwa, tendo lako ni kuuawa tu. Walimchukua Naboti wakamtosha nje. Wakati walipomtosha nje, sheria walitia ni kumtupia majiwe. Walimtupia Naboti majiwe, wakampiga majiwe. Naboti alilia, damu ya Naboti kamwangika. Naboti akafikia kwa lengo la kufanya nini? La kufa. Wakati alipokufa ndio walipomwacha sasa. Kwa kumwacha kwao, lakini wamemsingizia mbele ya Mungu. Kwa kila wakati mimi nakupenda tunasikia hii kazi ya Mungu, tunapita na mambo mbalimbali. Unatuhukumu, lakini mimi nazoea kusema neno kama eri watuite kama tuko wa mwizi, eri wakuite kama uko muuaji. Watu waseme hivyo, huyu ni mwizi, huyu ni muuaji, lakini Mungu wa mbinguni aone kama hiyo dhambi hayupo ndani yako. Pasipo watu wa dunia wakuhukumu hivyo uko mwizi, na mbingu Mungu aone kama wewe ni mwizi. Sasa Naboti walimhukumu kama alifanya dhambi, lakini mbele ya Mungu akaonekana kama mwenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo habari ikaenda kwa Yezebeli kusema kama tumefanya hiyo tendo ambaye mlituamuru. Naboti hayupo tena, Naboti amefariki. Wakati alipata hiyo barua, naye akakimbia kwa mfalme. Sasa mfalme, nilikwambia kama mimi hiyo tendo nitayafanya. Sasa sikia habari, barua njoi, Naboti hayupo tena, Naboti amefariki. Mfalme akainuka. Bibi, mambo umeniambia ni kweli ama sio kweli? Ati barua njoi, kibarua hiki kinatoka katika kijiji cha Naboti. Mfalme kwa kusoma barua kwa kweli akaona kama Naboti hayupo. Sasa wewe mama unaona nini sasa? Sasa hakuna kingine, naona Naboti ndio alikuima hiyo shamba, lakini sasa kwa leo wewe uende sasa uchukue shamba juu Naboti hayupo tena, Naboti amefariki. Wakayafanya mambo kama hiyo, lakini Mungu wa mbinguni alikuwa amewaona. Naboti akafa, akauawa kwa ajili ya kukataa kupana urithi wa shamba lake. Sasa siku ya leo urithi wetu tulipewa na Mungu, tunaipanapana ovyo ovyo. Kuna watu walikuwa wa Kristo wamepotea, kuna watu walikuwa watumishi wa Mungu wamepotea, kuna watu walikuwa na karama za Mungu wamepotea, wamepana urithi wao. Lakini Naboti alikubali kufa kwa ajili ya urithi ya wababu wake. Sema kama kufa, nakubali kufa, siwezi kukupa shamba langu, Mungu aipitishe mbali. Hakuogopa kwa kusema kama ni mfalme Ahabu, kamwambia ukweli. Sasa siku za leo sijue urithi wako, urithi wangu tungali tunauchunga sawa? Yesu akaporudi atatukuta urithi wake tuko nayo. Yesu atakaporudi atatukuta tumesimama katika mstari wa imara. Kwa kuwa siku za leo nimeona kazi ya Mungu imefanyika kwa hali fujo sana. Watu hawana ushirika, watu hawana umoja, watu hawana tena upendo, watu hawaogope tena dhambi. Dhambi inaua wa ndugu. Sichezee dhambi. Dhambi mtu anaifanya kwa dakika. Lakini kinyume marudilio ya hiyo dhambi takupiga miaka na miaka. Itatesa jamaa lako. Uliyafanya wewe mwenyewe, lakini laana itarudilia katika jamaa. Huyu Yezebeli na Ahabu mume wake wakauisha Naboti. Naboti mtu wa Mungu alikuwa amesimama imara na kuchunga shamba ya wababu wake waliomwachia. Alikuwa amechunga kama vile tuseme ni wokovu wetu kwa siku ya leo. Yesu alipotuachia wokovu. Sasa tunayachunga namna gani? Watu wengi wamekwisha kupoteza. Watu wengi wamepana hiyo kwa shetani. Sasa shetani sio mtu wa kutunyang'anya shamba letu la tulipewa na Bwana. Shetani sio mtu wa kutunyang'anya wokovu wetu.
Mwache tumtumikie Mungu kanisa. Mwache tufanye kazi ya Mungu watumishi wa Mungu. Chunga ulicho nacho, asije kuja mtu atakaye kunyang'anya wokovu wako. Utembee na Mungu kama vile nastahili. Ufanye kazi ya Mungu kama vile nastahili. Hiyo ni neno la Mungu tulipenda kuzungumza kwa leo. Tunasema namna Naboti amekufa kwa ajili ya kukataa kupana urithi wa shamba lake. Jangwa shamba aliyoachiwa na wababu wake. Sasa wewe sijui unachunga urithi wako namna gani? Tumejichafua katika wokovu. Naboti kila wakati alikuwa macho kwa hiyo shamba, akiyasafisha, akiyalinda, hakukuwa na kubali wa kibaya kiingie katika hiyo shamba. Lakini sisi kwa leo hakuna kuchunga wokovu. Tunakuta mienendo ya Wakristo iko kama vile mienendo ya watu wa dunia. Matendo ya Wakristo iko kama vile matendo ya watu wa dunia. Lakini siku hizi tunaishi mtu wa Mungu, Mkristo ndugu yangu, acha utembee kama vile Mungu atakavyo. Kwa dunia itapita, litakaobaki ni ufalme wa mbingu. Na sasa siku Yesu atarudi, utamwambia nini? Siku Yesu atarudi, utakuwa wapi? Kuna mwimbaji mmoja aliimba nyimbo akasema, acha niyaseme kwa mafupi, siko vile kila mtu na karama yake. Akasema, ninaogopa sana nikifikiri mwisho wangu, moyo waniuma nikifikiri mwisho wangu, nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi mbinguni, wala nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Nitakuwa wapi? Anasema nimeogopa sana nikifikiri mwisho wangu. Sasa ni mbinguni wala kuzimu, mimi nitakuwa wapi kwa siku hiyo Yesu atakaporudi? Naboti akafariki. Ahabu na mkewe Yezebeli wakafanya hiyo tendo. Sasa tuachie hapo, kwa siku ingine tutazungumza sasa matokeo ya hiyo dhambi mfalme na mke wake waliyafanya. Kile ulichopanda na ndicho utavuna hapa chini ya jua. Mungu atusaidie kanisa, Mungu atusaidie watu wa Mungu, na kuomba kuwa macho, na kuomba kulinda urithi wako Mungu alikupa, na kuomba kulinda urithi wako usiku na mchana kama vile nastahili. Sasa neno la Mungu ni hiyo kwa siku ya leo. Mungu akuamshe tena, Mungu akupe tena hekima ya kulinda urithi wake, Mungu akupe tena hekima ya kufanya kazi yake, Mungu akupe tena hekima ya kutembea sawa na kutaka kwake dunia. Dunia isitudanganye. Acha macho yetu yaangalie msalabani. Hapo msalabani imetukumbusha mambo mengi mema Yesu aliyefanya kwa ajili yetu, na ndiye hatuwezi kumwacha, na ndiye hatuwezi kumwakana, na ndiye hatuwezi kutukanisha neno lake, na inatufaa tusimame imara kama vile nastahili. Haya, Mungu awabariki wa ndugu, na Mungu awasaidie. Kwa shida uko nayo, simama imara. Kwa matatizo uko nayo, amini Bwana. Kwa shida za maisha ndio natusumbua hizi siku, lakini Yesu ni mfalme. Yesu anaweza vyote. Jahidi kujiuliza tutakula nini, tutavaa nini. Hivyo vyote Mungu anajua kama tuna sheria na tunaitaka. Lakini kitu kia lazima tutafute kwanza ufalme wa mbingu, na vingine vyote tutaongezewa. Mungu awabariki. Kwa machache haya yalikuwa neno la Mungu kwa siku ya leo. Uyapokee kwa amani na salama. Mimi nijiulize na wewe jiulize, tutakuwa wapi siku Yesu atakaporudi? Acha tuombe. Mungu, tunakushukuru Mungu wa rehema. Tumesema asante kwa jina lako Yesu Kristo. Umetupatia tena kibali ya kupana neno lako kwa watakatifu. Acha neno hili tembee katika mioyo walio wako. Wasaidie na kuwawezesha mwamba. Dunia imechafuka. Urithi wetu atuuchunge tena kama vile nastahili. Urithi wetu atuongoze tena kama vile nastahili. Sasa saidia watumishi wako, saidia kanisa lako, saidia watakatifu, saidia wadhaifu, saidia wagonjwa, saidia wenye kuwa katika shida, saidia wenye kuwa katika nchi, saidia katika wenye kuwa katika nchi za mbali. Mkono wako uwe pamoja nao. Wokovu tuyatembee nayo Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Vishawishi vya shetani, vitisho vya shetani vishindwe Mungu. Ponya
wagonjwa, fungua wafungwa kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Waliacha kazi yako, waliopungukiwa, warudishe tena Mungu. Tupe mioyo ya kutenda mema, tupe kuwa macho, tulinde urizi wetu. Fikia pako siku utakuja kuchukua kanisa, utukute tuko tayari. Basi nawaombea amani na usalama wa Bwana uwe pamoja nani katika jina la Yesu Kristo. Amin. Mungu awabariki na wawezeshe. Amen.